Umeokoka. Kwa Kristo ni Bwana mkombozi wa maisha yako. Unajua uponyaji unakuja ili hayo maisha uyatumikie kwa Kristo. Anasema a life for a life. Nilitoa yangu ili mnipe ye. Kwa hivyo wewe maisha yako atakapokuponya utamtumikia Kristo. Kwa sababu hatuponyi ili tuende kutembelea anasa. Hatuponya ili tumtumikie. Unaitwa nani? Felix? So Felix Kristo ndio. Sasa maana yeye ni mwaminifu na hajawahi shindwa. Hata kaburi ilijaribu kumshika lakini iliweza kweli? Lazaro alikaa alioza, alikwisha kweli? Hapana. Sasa hii si ni kidogo? Bwana asifiwe. Napenda vile rais wetu anarahisisha mambo sana. Rais wetu His Excellency Ruto. Mungu akambariki. Baba nasema ni asante. Namkabidhi kijana wako Bwana kwako. Kila aina ya giza ndani yake naitoa sasa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo diabetes iko na masikio na inasikia. Kwa hivyo naamuru leo katika jina kuu la Yesu Kristo. Hiyo diabetes ikatoke sasa katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji. Natangaza nguvu za Roho Mtakatifu juu ya maisha yake. Natangaza kufanywa upya. Akafanywa upya kuanzia leo. Ikajulikane hapa Kapsabet kuwa Kristo yuko. Ikajulikane kuwa Kristo anaponya. Kajua nguvu za ufufuo ziko hata leo hapa. In the mighty name of Jesus. Bwana ikabidhi familia yake kwako. Na kila aliye rafiki yake Bwana ukamgeuze kupitia uponyaji huu. Akashuhudie kwao kwa Kristo amenitembelea. Yule nimtembelea ile Zakayo nyumbani. Wokovu kaingia nyumbani mwake. Wokovu kaingia nyumbani kwao. Ni asante Roho. Karibu Yesu. Tunakupenda wewe Bwana. Ni asante maana hubahatishi. Tukuka mahali hapa. In the mighty name of Jesus. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. Father, I thank you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Kumbuka siku ya leo. Sasa unasema Felix, kumbuka siku ya leo. Kuwa mtu wa shukrani. Sasa tumikia, saidia nyumbani. Mama yako ni yule? Penda mama. Sasa Simona amekuletea safari yote. Simama na yeye. Ni ngumu. Ni ngumu kusimama na mama. Saidia mama. Sasa kuna ndugu zako wengine. Kwani basi ni wangapi? Saidia na mama. Sasa usikubali kutengwa na mama. Mama asibaki peke yake. Sawa. Kwa hivyo uponyaji, hayo maisha kumishia Yesu inaanza na, unajua kati ya zile amri 10, amri ambayo iko na ahadi ni moja tu kwa wazazi, si ndio? Kwa hivyo hata ukipona na ukatae support mzazi, maisha yatakuwa marefu kweli? So sharti sio mama. Sasa na uwe mtu wa kanisa. Si lazima uko unakuja hapa, lakini lazima uende ulishwe neno. Ukilishwa neno ndio uponyaji tabaki. Diabetes akikuja anaangalia iko empty. Akiona neno hataingia. Sababu ni wewe unafungua mlango. Sasa kwa hivyo leo umepona. Sasa tumetoa shuhuda. Sasa amen. Kuna mahitaji mengine? Na afwali kuambia kila mtu leo maana sina nguvu. Yesu mzee, majina ni Kennedy Meto. Wataka Yesu kufanyia nini leo? Sasa wachana majirani. Ni wewe na Yesu. Wataka Yesu kufanyia nini? Wataka Yesu wachana na rejection. Unataka favor ya Kristo. Sio? Wachana na ile ya rejection. Majirani hata wakuchukia mpaka milele. Kama Yesu anakupenda, hiyo yao haijali. Sasa kwa hivyo unataka favor ya Mungu, sio? Upate kibali, sio? Kumbuka kupenda majirani zako. Especially wale ambao naambiwa hawapendi.
Be careful. Wakati mipungo anakuja nakwambia, unajua ndugu yako hakupendi. Mwenye nafaa uogope ni mimi. Mimi ndio adui, sio ndugu yako. Sasa kwa hivyo kwa mfano ubarikiwe na kazi. Alafu kuje jioni. Mlikuwa mnanidharau, oneni sasa. Hiyo kazi itakuacha siku hiyo. Hiyo kazi itakuacha siku hiyo. Wakati tunabarikiwa tunafaa tukue wapo. Hata kama uko na mali kiasi gani, onyesha unyonge. Tunaongea kuhusu lugha ya upendo. Sio? Naongea kwa sababu kuna kitu na transmit inaingia kwake, sawa? Kwa hivyo lugha ya upendo. Lugha ya upendo. Sasa ukienda huko unakaa mbali na hapa? Nakaa mbali. Lakini umesikia ukienda huko akifungua njia, wewe kumbuka. Ukiona mgonjwa mahali usiwache. Ombea. Wakale akiona pokoma ataka kuombea. No, Jesus. Hii ni ya Mombasa, itakuwa ni mapepo. Lakini kama ni Mnandi wenzake, hata kama amevaa vibuyu atamwombea. Ombea. Sawa? Sema yule Kristo ako ndani yangu ni moto pona. Sawa? Baba anasema ni asante. Ni asante Bwana, nampenda Bwana. Bwana naomba kibali chako. Bwana naomba kibali tu kwako. Zile baraka zilikuja kupitia kazi ya msalaba Bwana. Kazi achilie kwake sasa katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every power of darkness, lose your grip in the mighty name of Jesus. Every power of darkness, I command you out in the mighty name of Jesus. I declare blessings. I declare restoration. I declare health. I declare long life. The renewing of His Spirit in the mighty name of Jesus. Father, I thank you. Receive the glory. In Jesus Christ's holy name we pray and believe. Amen. Amen. Unajua umepotea kidogo, karibu kuwa na replacement hapo. Yes, my sister. Nataka Mungu akufanyie nini? Akinipigia simu anataka pesa za shule baba akamsaidia. Na sasa ile ananipigia na kunipata sina chochote kuhusu shule. Baba akaona kumsaidia kabisa. Okay. Tunataka kuomba hiyo zote hitaji Mungu akunenee because iko na gaps. Sawa? Akunenee na afungue milango. Kuna wakati niliomba. Nilikuwa kwa maombi sana kwa sababu nilikuwa nimesumbuka. Nikaona wakanionyesha kuna mama yake wa kambo mwenye anaishi Mbaraka. Kuna dawa nimeweka chini. So wakati nilikuwa nimeenda kumtembelea, ninaona nimeenda kumtembelea na kuna dawa iko chini ya mto. Nikijaribu kutoka ananiambia rudi ndani uombe. Wakati naomba huyo mama ananiambia hiyo ni kama kitu yenye imekingwa kwa baba yake. Lakini sisi tunajua nguvu za Kristo ndio iko juu ya majina yote, si ndio? Hakuna kitu, nguvu na mamlaka yote yako chini ya Kristo. Kwa hivyo tukienda kuomba ni nguvu za Kristo Yesu. Kwa hii damu tumepokea moto wa Roho Mtakatifu. Inavunja kila ngome. Sawa sawa. Atakuja kupea thibitisho. Sawa sawa. Wakati umeambiwa kuna dawa imefichwa kwa pilo, ukienda kuinua hutaona kitu. Iko kwa roho. Sawa sawa. Iko kwa roho. Baba nasema ni asante. Mkabidhi hiyo msichana mkononi mwako Bwana. Kamtumie Bwana. Katika madhabahu yao kamtumie Bwana. Na kila hali ambazo zinamzinga katika maisha yake Bwana ukazishughulikie Bwana. Maana wewe unajihusisha na maisha yetu. Na achilia moto wa Roho Mtakatifu juu ya maisha yake, kwake na mtoto wake Bwana. Kila aina ya giza ambayo inasoma juu yake na ivujilia mbali katika jina la Yesu. Tukuka Bwana. Wewe ndio wetu wa milele Bwana. Umetenda siku zile, unaenda kutenda leo Bwana. Ni asante kwa shuhuda, maana hii ni shuhuda mwingine Bwana ushatenda. Ni asante kwa uaminifu wako. Ni asante kwa upendo wako. Tukuka ye Bwana Mungu. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Thank you. Karibu tena. Yale yametenda ndani yangu, hakuna awezaye kuyatenda.
Umetenda Mwokozi Yesu, hakuna Nawezaje kuyatenda. Kuna kitu ambacho baba yako anaweza kutenda ile Kristo amefanya hapa. Kuponya. Anaanza kutuponya na mimi. Kwa hivyo sisi wote tumeponywa hapa. Wakati wazazi wetu, rafiki zetu wameshi. Kwa hivyo tunaimba wimbo ni kutoka moyo. Yes. Sasa jirani ndio mkuja kushughulikia. Tunaomba Mungu aingilie kati. Umeona hiyo timing ya hiyo event? Umeona kitu inafanyika wakati tuko hapa? Kwa mfano hata mtu anguke akufe tukiwa hapa. Haikuangi ni kwa sababu ni shetani, ni Mungu anataka kujitukuza. Wakati mtu anakufa karibu na mahali Yesu yuko, ni Mungu anafanya hivyo ili mkaone utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hata hii ni kwa utukufu wa Mungu. Baba nasema ni asante. Karibu wewe Yesu Kristo mahali. Ni asante kwa nguvu zako za ufufuo siku ya leo. Na ni hizi nguvu tunazitegemea leo, kesho na milele Bwana. Uponyaji kwa huyo ndugu yetu. In the mighty name of Jesus Christ. Wherever he is, we declare healing. Yes. Total restoration. Yes. Whatever it is, TB and anything else, we command you out. In the In mighty the name of mighty Jesus. name of the Lord. Thank you, Lord. Ni asante maana ni mwaminifu. Ni asante maana ndio mponyaji wetu. Ni asante maana unatupenda. Ni asante maana uko mahali hapa. Ni asante maana unajitengenezea ushuhuda mahali hapa. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray and believe. Thank you. Yes, Lord. Wonder-working power in the blood, precious blood of the Lord Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Aone kabisa. Ako wapi? Okay, umetoka wapi? Jina lingine ya karibu town kubwa na hiyo Kapchepsir. Sawa basi, at least hiyo nimejua hiyo. Tena kuomba akikuponya hiyo utajua ya mama yako anashughulikia. Ni sawa? Sawa, kuwa na imani. Sawa? Kuwa na imani. Kuwa mwenye anaponya hakuna mwingine ni Yesu peke yake. Na amejitembelea leo. Sasa kwa hivyo kitu cha kwanza ataponya hiyo. Ukijua imepona hiyo jambo mama ataona. Sasa Baba anasema ni asante kwa nafasi hii. Kristo Yesu tukuka mahali hapa. Ni kwa hali zetu ndio natukuka Bwana. Kila aina ya giza katika maisha yake naitoa sasa katika jina la Yesu Kristo. Let there be light. Let there be fire in her life. Yes. Let there be fire in her children's life. Yes. Let there be fire in her health. Yes. In whatever she finds to do, let there be fire. Yes. Wash her heart, O Lord. Mfanye upya Bwana. Kila aina ya ugonjwa Bwana ukaponye. Yes. Maumivu, kila aina ya maumivu kwa mwili wako yakaondoke sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa mapigo yako tumepata kupona. Tunatangaza uponyaji kwake. In the mighty name of Jesus. I release the power of the Holy Spirit over her life. I set her free in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Receive the glory, O Lord. In Jesus Christ's holy name we pray and believe. Amen. Thank you. Baba nasema ni asante kwa huyu mtoto ambao nampenda na mkabidhi kwako leo. Ni asante maana ule upendo ambao anakupenda nao. Na ni asante maana wewe ndio unifundisha kupenda. Naomba hii siku ya leo kampe baraka mpya Bwana. Kampe kibali kipya Bwana. Neema mpya leo Bwana. Ikamuongoze kila atakapokanyaga, kila atakapotembea Bwana. Akapate kibali chako. Ni asante maana wewe unajihusisha na hali zetu.
tukuka mahali hapa. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and believe. Unaitwa nani? Brandy Pottage. Baba nasema ni asante kwa Brandy Pottage na kabili kwa Baba. Osha nafsi yake Baba. Kajihusishe kwa maisha yake Baba. Maana unampenda. Umemjua kabla hata hajakuwa katika tumbo la mama yake, ulimtambua tangu pale mwanzo Baba. Roho wa Mungu tembea ndani yake Bwana. Fanya upya kila kitu ambacho shetani amevunja ndani yake Bwana. Akinyooshe kufanya upya. Muundie moyo msafi. Muundie moyo wa kucha wewe Bwana. Muundie moyo wa kutembea na wewe Bwana. Moyo wa kutamani kuwa katika uwepo wako Bwana. Tia nuru ndani yake. Ondoa kila giza. Ondoa madhabahu ambayo si yako ndani yake. Ondoa madhabahu yote ya giza katika jina kuu la Yesu Kristo. Mfanye upya si Bwana. Wewe haona mfano na wewe ni wa milele Bwana. Ni asante kwa kuchukua usukani katika maisha. In the mighty name of Jesus Christ, pray and believe. Amen. Bwana, asante kwa nafasi hii. Asante kwa mtoto wako mpendwa. Afya yake Bwana ikabidhi kwako. Bwana umetuahidi kwa chochote nitakachoguza utakiponya. Tunatangaza uponyaji katika jina kuu la Yesu Kristo. Mambo ya kizunguzungu ikaishi sasa in the mighty name of Jesus. Akatiwe nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Akatiwe pumzi mpya katika jina kuu la Yesu Kristo. Kila kiungo chake katiwe nguvu mpya in the mighty name of Jesus. Umetuahidi kuwa sisi tutakuwa vichwa sio mikia. Bwana namtangaza kichwa leo. Yes. Kila mahali atakapokimbia Bwana namtangaza awe kichwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Apate kibali kwako in the mighty name of Jesus. Oh Holy Spirit, have your way. Ni asante maana umempa shuhuda nyumbani kwake. Na leo nina kumpa ushuhuda wa ushindi kuanzia leo popote pale Bwana. Akapate ushindi Bwana. Maana hakimbii peke yake, ako na Kristo ndani yake. Ako na Kristo anayemtia nguvu. Na Kristo ambaye anampa ujasiri kila mahali. In the mighty name of Jesus Christ. Have your way all. In Jesus Christ's holy name we pray and believe. Amen. Bwana asifiwe. Kabla hajaleta hitaji lingine, kuna wakati neno la nabii lilikuja tukiwa pale kwa tent pale, ndani tulikuwa naye mara ya mwisho pale Joma. Pia pastor. Okay. Kulikuwa neno la nabii lilikuja kwa huyu dada nasi kuwa kuna mtu anaitwa Mary. Kama namwambia Mary akasema, nikamwambia hapana, si Mary, ndio wako na your future. So leo analeta ushuhuda kuwa kweli kupitia hilo jina amepata kazi. Amen. Pigia Bwana makofi. Ikiwa utakuwa unafanya neno la unabii bila suluhisho, kuna hatari, sababu inaweza kuwa ni maneno yetu tunasema. Lakini wakati Mungu anashuhudia, soma Kumbukumbu la Torati 18 verse 22. Utajuaje hili neno ni Mungu amesema? Ama ni maneno ya huyo nabii tu yake? Lile neno ambalo halitafanyika, hilo si la Mungu, msimuogope mtu kama huyo. Kwa hivyo leo namwambia Mungu ni asante, na kule ambao amebakisha na atamnenea kuanzia leo. So Mungu alinisaidia. Juzi nimeitwa kwenda county assembly
nikaenda kupata kazi ya kuwa protocol assistant wa speaker Nandi County. Ndio bwana makofi. Pia ni wakili. So nitakuwa namsaidia kama kuna kesi kotini mahali natumwa kule kwa niaba yake. Si ndio? Wakati tunasherehekea hii yako iko njiani. Amen. Bwana sifiwe. Huo upako ndio unazunguka. Kwa tumwambie Mungu ni asante na kule kwingine tumwambie aingie ndani yake. Ndio. Ili yule roho akae ndani yake akamfundishe, akampanue zaidi, akambariki. Baba tunasema ni asante. Asante maana tupenda. Asante kwa ufunuo huu ambao umeukamilisha leo. Ni asante kwa ushuhuda huu. Maana ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi ya shuhuda za wanadamu zote. Tukuka Bwana, asante kwa uwepo wako. Ni asante kwa kutumia si kama vyombo Bwana. Na achilia nguvu zako za ufufuo katika maisha yake. Yes. Kwa kushuhudia huku amesema ni asante. Moyoni mwake ana shukrani, anasema Simba wa Yuda umenitendea Bwana. Umemtendea Bwana. Umemtembelea, umemtoa mbali. Safari hii haikuwa rahisi. Kama si wewe Bwana, maji angekuwa amembeba. Lakini umekuwa mwaminifu sana. Tukuka mahali hapa. Ninaomba Bwana kuanzia leo Bwana roho wako akamnenee kwa njozi Bwana. Akamfundishe Bwana. Akamsettle Bwana. Kila nyanja za maisha yake yakuwa settle. Yes. Kampe amani zaidi Bwana. Kampe upendo zaidi Bwana. Ni asante Bwana maana kule mbele Bwana wewe uko. Ni asante maana hata leo uko. Kwa kesho yake uko. Ni asante kwa upendo huu. Katika jina kuu la Yesu Kristo Mungu tukiamini. Amen. And then ombea watoto. Kwa mtoto msichana mkubwa. Kuna wale twins wa secondary mkubwa ni form 2. Remember to pray for them. Before you go to bed, remember kuombea. Sawa. Kwa sababu shetani haikosa nafasi kwako, atafuta mwanya kwa watoto. Sawa. Remember always to pray. Yes, my sister Beatrice. Kitu muhimu ningependa tugeuze mtazamo. Tuache mambo ya mapepo. Tuangalie ushirika wako na Kristo. Sawa? Put your energy, nguvu zako zote ushirika na Kristo. Sababu ukiwa na sabuni na maji na uko na matope, utaangalia matope, utaangalia ile sabuni na maji, sio? Kuosha kuondoa matope, sio? Kwa hivyo wacha tu focus on sabuni. Sabuni ni Yesu, maji ni damu yake. Sawa? Tuna ushirika na yeye. Tuna ushirika na yeye. Whatever you have, hata ukiambiwa na jirani usisikie. Ni rahisi sana mtu akwambie umerogwa. Ndio. Ni rahisi sana uambiwe umeingiwa mahali. Lakini lugha kama hiyo itakufanya uende mahali. Sio kweli? Inaweza kufanya uende mahali ambapo sio. So, funga hiyo milango yote. Ifanye iwe ni ushirika wangu. So leo umesikia neno la leo na ushirika. So ushirika wa roho. Yule alikuponya. Yule amekuweka mpaka leo. Ni ushirika na huyu. Nitamshika huyu. Ndio. Hiyo atafungua. Sawa. So wacha tukabidhi. Siku ndio kwa tarehe 24. So the challenge is ni about 24 sijui month. Hakuna 24th month, ndio. Na tarehe 24 na ngoja 24 to mean something. Sasa baba nasema ni asante. Ni asante kwa ukuu wako. Ni asante kwa matendo yako makuu umemdhihirikia mtoto wako. Na mkabidhi kwako tena Roho. Ukamjenge. Establish her all Lord. With her family, I commit Mutua before you, Lord. Expand them, Lord. Lord, I ask that you give them the favor, financial favor, Lord. Financial favor, Lord. Financial breakthrough and spiritual breakthrough in the mighty name of Jesus. Bwana, kataa kila roho ya umaskini, kila roho ya ukataliwa na ikataa, in the mighty name of Jesus. Na achilia nguvu za upako, in the mighty name of Jesus. I pray and believe. Naona kanisa kubwa sana.
I'm seeing an unfinished church. Nimwambia kila mtu ni mtumishi hapa. So naona a case whereby ni ya mabati. Sawa. So waambie mtua, I think itabidi tuongea. Sawa. Nimwambie itabidi tuongea. Na ni evangelism. Ni evangelism. So tutaongea na yeye. Sasa kwa namba si tutaongea na yeye. Hiyo ya unlock that. Mungu akubariki. Alafu kuna issue ya kuna our own welfare. Kanisa likiimarika tutakuwa na own welfare. Sasa Bwana asifiwe. Lakini sasa hizi tuko safari bado hatujasimama. Mungu akitusimamisha kila wakati wake, Mungu atatunenea, tutajua wakati umefika. Sasa yes mama. Umesikia mimi leo nitaushirika sio? Kwa tutaomba Roho wa Mungu awe na wewe na akunenee. Sababu kusoma Yohana 14:26 anatufundisha, anatukumbusha na kutuonyesha mambo ya jana. Kwa baada ya kunenea mambo ya jana. Sasa ili haya maombi inakuwa tu ni kitu inaanzisha, lakini unakuwa na uhusiano na yeye. Sasa Baba anasema ni asante. Ni asante maana amekuja kulilia familia yake. Kaingilie kati kwa watoto wake na wajukuu. Kwa upendo huu Bwana, naomba ukaingie Bwana, ukafanye upya. Kila mahali ambapo kuna shida, kuna tashwishi Bwana, ingilia kati ukaleta suluhisho Bwana. Roho wa Mungu nakutegemea wewe mahali hapa. Naachilia nguvu za ufufuo kwa maisha yake Bwana. Naachilia nguvu za ufufuo kwa watoto wake Bwana. Naachilia nguvu za ufufuo kwa wajukuu wake Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I declare a new beginning. I declare peace and stability. Watoto wake wote Bwana, ukawasimamishe Bwana. Katika ndoa zao ukawasimamishe Bwana, ukanawiri Bwana. Ukawe na ushuhuda zaidi hapa Bwana. Ni asante maana wewe uko ndani yetu. In Jesus Christ's holy name we pray and believe. Amen. Amen. Yeah. Ulisema jina ni? Watamu wakufanya nini? Answers, eh? Umeitwa Tuesday. So tutaombea answers. Alafu ya Tuesday atakunenea. Sasa ukiona amekunenea, ujue siri, ukijua umenenewa, ujue kuna malaika wa Mungu na wewe. Sasa ujue malaika wa Mungu ako na wewe. Ako na wewe. Kwa hivyo unakuwa makini zaidi. Be aware, be conscious. Kuwa sitembei peke yangu sasa. Safari hii siko peke yangu. Kama nainua hii meza, siinui peke yangu, nainua na malaika wa Mungu. Utaenda kuiba na malaika wa Mungu? Utaenda kutusi na malaika wa Mungu? Hata utatengana, si ndio? Kwa hivyo ukuwe conscious kila wakati, sitaki kumkosea Mungu maana niko na mtumishi wake. Ananitumikia mimi. They are called ministering spirits. Wametumwa kwa ajili yetu. Kwa faida yetu. Kwa manufaa yetu. Sasa, kwa hivyo kumbuka hiyo. Wakati umepata tu ndoto, sisemi kama hujapata ndoto huna wako, lakini ndio sababu tunapenda kujua, kuambiwa, kuona. Wakati umepata ufunuo, ni huyo malaika wa Mungu amekuwezesha. Kuna wewe. Kwa hivyo hiyo answers inaisha. Sasa inaisha na hii ingine atakueleza. Atakuguide, yeye ni mwalimu. Sasa hakuna kitu hajui. Hata ukimwambia leo nataka unionyeshe sura ya Abraham, atakuonyesha. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unataka kuona mbinguni, lakini kiwango chako cha imani pia ndio inafaa ukijengeke. The deeper you go na the deeper anakuonyesha sawa. Baba anasema ni asante. Roho wa Mungu tawala mahali hapa. Ni asante mama, tuahidi uponyaji mahali hapa. Ni asante maana sisi ni wako Bwana. Karibu mahali hapa Bwana. Mweka huru kila aina ya kidonda katika mwili wake, uponyaji sasa. In the mighty name of Jesus. Natangaza uponyaji in the mighty name of Jesus. Natangaza kibali. Kazini kwake kibali Bwana.
in the mighty name of Jesus. Popote pale atakapotembea Bwana, atavae uso wa Yesu Kristo, uso wa kibali, uso wa moto, uso wa nuru. Kila milango ambayo imefungwa katika maisha yake naifungua sasa in the mighty name of Jesus. Ni asante kumwezesha kuja hapa Bwana, maana anapokea urithi wake leo, ule urithi ambao umenyimwa wote anaopokea leo katika jina kuu la Yesu Kristo. Ni asante maana ndio baba yake, ni asante maana ndio baba yetu. Tukuka milele in the mighty name of Jesus. I pray and believe. Amen. God bless. Bwana asifiwe. Unaona kuna lugha wakale hizo wako na challenge. Mtu akipona lazima nafeel nafuu. Kule pwani nafuu sio kupona. Kama niko afadhali kidogo hiyo si kupona. So ndio anamuuliza huyu mke wako wa ulcers amepona, anasema ako sawa. Bwana asifiwe. Amen. So hayo wengine sawa. Yule wa sio baadaye. Yes baba. Yes. Sana. Imekuwa kama miaka 10. Mbona kwa umekuwa msichana tena? Pamoja niulize Sister Nancy. Umesema Sara ni ule mwingine ule wa masikio. mmoja Alikuwa bubu akasikia. Kwa hiyo nilipigia ni Sara. Mwenye alikupigia ni Sara. Mimi Tunajua mtumishi kuna ushirika inaendelea huko. Ushirika inaendelea huko. Sasa sisi tulikuja. Okay. Sasa Sara ndiye alikupigia yuko. Na huyu ni Emily Thomas, mama ya Beatrice. Sio kwa nini na confuse watu wawili. Bibi mwaelewa. Yule wa biashara ni yupi? Yule wa biashara ni mimi tulimsaidia mara ya kwanza ni Sara. Okay. Sasa acha tu. Baba nasema ni asante. Namkabidhi kwa familia yake Bwana. Ukamwezeshe Yesu Mungu. Roho Mungu ingia kwa moto, bali moto ulao. Kila aina ya pingamizi katika maisha ya watoto wake Bwana nakabidhi kwako Bwana. Kila laana na nguvu za giza zikataa katika jina la Yesu Kristo. Afungulie njia mpya Bwana. Kibali Bwana. Mwamko mpya. Washa moto wa roho ukaingie Bwana. Ukaponye, ukafufue. Kila imani ambayo ni dhaifu na iliyokufa Bwana, ikafanywa upya tena, ukauishe Bwana. Maana wewe unatupenda Bwana. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you Lord. In Jesus Christ's holy name we pray and believe. Mtumishi? Yes. So ulikuwa unaniambia hapa sasa hivi niombe watoto. Nimetoka hivi msichana alikuwa anapigia itivo sasa hivi. Alijuaje ulimtaji? Nashukuru. Thank God because now imani
yako sasa. So mambo ya mapato si issue tena. Naona imeisha tena. Kwa na amani pia mbele kwa kidogo. Sasa kesho kwenda kwa yote mimi. Kwa wote. Father, thank you. Father, believe you. Believe you. Lord, I ask for your healing. Your healing hand in the mighty name of Jesus. Total healing. I release the power of the Holy Spirit over my life. I release the fire of the Holy Spirit over her life. I release the fire of the Holy Spirit over her life. In the mighty name of Jesus. 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 Father, I thank you. Father, I release the fire of the Holy Spirit over her life. Whatever is afflicting her, Lord, I cancel it in the mighty name of Jesus. Every demonic attack, I cancel it in the mighty name of Jesus. Lord, believe to receive the glory. Yes. I thank you for delivering her soul. Yes. I smear the blood of Jesus over her life. Yes. In the door of her heart, let the blood of Jesus Yes. and the fire of the Holy Spirit over her life. And Yes. Jesus. You devil, you have no power over her life. Oh, yes. I set her free today, perpetually, in the mighty name of Jesus. Jesus. Father, be lifted. Yes. She will be of service in this church. Yes. She is a vessel in your house. Yes. Use her, O Lord. Yes. Use her, O Lord, for the glory and honor of your name. Yes. Ni asante maana umejichwalia watumishi Bwana. Ni asante maana unatupenda Bwana. Yes. Ni asante maana hakuna mkuu aliye kama wewe. Yes. Vita umeshinda milele. Yes. Tukuka milele in the mighty name of Jesus. Jesus. Pray and believe. Thank you, Lord. Thank you. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu unayetupenda. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Endeleeni kuimba. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. 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 Ni wewe tu Bwana, ni wewe Jehova Nisi. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu nakupenda. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni
wetu, Bwana ni wewe tu, Jehova Nisi, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe Yahweh, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, ni wewe Bwana, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu, hakuna mwingine, ni wewe tu, Bwana ni wewe tu. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia Bwana. Angalia Bwana. Sisi wana wako tumekusanyika, angalia. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Baba. Angalia Bwana. Angalia Jehova. Angalia Bwana. Angalia Rabi. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuinamia, angalia. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuinamia, angalia Baba. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Baba. Angalia Oh, Bwana. angalia Jehova. Angalia Oh, Bwana. angalia Mesaya. Angalia Bwana. Mataifa yote wanakuinamia, uangalie Baba. Angalia Bwana. Sisi wana wako tunakuinamia, uangalie Baba. Angalia Hapa Bwana. sisi leo tunakuinamia, uangalie Baba. Angalia Oh, Bwana. angalia Bwana. Angalia Oh, Bwana. angalia Jehova. Angalia Oh, tuangalie Bwana. Angalia Oh, tuangalie Jehova. Angalia Oh, Baba, tuangalie Bwana. Angalia Tuangalie Rabi. Angalia Oh, tuangalie Bwana. Angalia Jehova, tutazame Yesu. Angalia Tuangalie Jehova Shama. Angalia Bwana. Angalia Baba. Angalia Bwana. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika iliosha dhambi zetu. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu iliosha dhambi zetu. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Leo moyo wangu umekuwa mtulivu sana. Leo moyo wangu umekuwa mtulivu sana kwa sababu tunaenda kiwango kingine. Kwa kweli tuongee. Now, Mungu awabariki sana. Ningependa mchukulie haya maneno na uzito. Haya maneno na leo ndio utajua kuwa Kristo si Myahudi. Kristo ni Mungu. Nataka mwikumbuke siku ya leo, kwa sababu kila mtu amepewa moto wake. Naomba kwa Pentecost, kila mtu amepewa moto wake, lakini wewe lazima utie mafuta ndani yako kwa matendo ya kinara chako kisizimike. Chochote ambacho unataka sema na yeye. Amen. Ule wakati wa kesho tulizungumza hapo kwa watu wapewe ndoto, wakapewa ndoto wote. Kati ya watu 15, 13. Ndoto ya kwanza ilikuwa kila mtu alipata ndoto ya wakati mimi nimepata ya kukemea mapepo, nyinyi mnapewa anga zetu zinafunguliwa, yangu nawekewa mapepo nikemea hawa. Kazi ya utumishi si rahisi, lakini tunaye Kristo.
ashindwi. Sasa huyo ndio nguzo yetu. Atakunenea leo, ayakunenea kila wakati umepata ndoto. Piga magoti. Bwana ni asante. Haneni ovyo ovyo. Beatrice, umenipata? Utapata ndoto leo. Nani utapata ndoto leo? Kama utapata ndoto leo. Ulipata ule wakati mwingine? Unafaa useme. Unajua yako ni tofauti na wengine, lazima useme. Sawa? But with time imani so kila mtu atapewa ndoto mahali unafaa kuwa. Anatupenda sana. Anatupenda sana. Kwa hivyo atakunenea leo. Ayakunenea leo, just know kuna special relationship ya mimi na Kristo. Kuanzia leo hadi milele. Wacha mambo ya kifo. Leo hadi milele. Such that hiyo ni ugonjwa, ni upuzi, ni ile nduru ya watoto. Nduru ya watoto inasumbua mama. Hiyo anakupea utulivu. Wakati umepewa tu ndoto hivi, jua malaika ako hapo. Sasa ni wewe uwe na ushirika. Fanya bidii kila siku, omba. Usikubali jua lizame hujaomba. Ni rafiki yako. Ni Mungu, lakini can you imagine anasema nawaita ndugu zangu. Soma Yohana 15:8. Sitawaita wafanyikazi, nawaita ndugu zangu. Anataka kuwa rafiki yetu. So remember that. Uko na mgonjwa nyumbani, huyo mwambie Bwana, unayeninenea una nguvu za kuponya huyo mtu. Kama hujapigia simu wako la dhabuko, hapana, wewe kinara chako unakitumia namna gani? Kule kazini tukipewa bunduki unaambiwa hii simu iko ya kupikia. Hii ni ya kupiga risasi. Kwa hivyo hiyo moto yako ni ya choma. Choma. Ukisikia wewe ni mgonjwa, choma hiyo ugonjwa. Aibisha shetani kila mahali. Yeye akipata mahali hata kubakisha atakuaibisha. So it is your responsibility kila wakati kumwaibisha. Tunaelewana? It is tit for tat. Kama utachelewa kufanya nini yako, yeye atafanya yake. Wewe unataka kuchoma, yeye atachoma. Tumeelewana? So remember that. Lakini tegemea upendo wa Kristo. Alafu lugha yetu iwe ya upendo. Kwa Mungu awabariki na shuhuda. Wale ambao tumeombea, unaweza kusema hii, kwa mfano kama hiyo kesi ya huko West Pokot, yeye alisema niombewe kazi, ndio maana hata Pastor Pamela ameenda huko. Niyo favor hiyo kazi anaombea. Alikuwa anasema aombewe breast cancer. Mungu ndiye wa maajabu. Hapo naambia kuhusu fibroids, lakini roho alipoingia aoshaki sitting room, anaacha bedroom, anaosha nyumba mzima. Bwana asifiwe. So ningependa kuachia kiwanja, share encouraging word kama watu 5, alafu tumalize. Nataka watu 5 peke yake, wale ambao wako na moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa hii madhabahu tumekutia, na nimeona unajua mahali Mungu anakaa ni mahali yake inakaa pale pia. Na mahali Mungu anafanya kazi ni mahali yake inakaa pale. So kuna kitu yenye mchungaji anasema sasa ama Boston ya kwamba watu wetu kama tuseme watu wa kale, watu wetu wa nyumbani tumefungwa na vitu ngapi? Tusema 2. Mnajua ilikuwa nini na nini? Ilikuwa ni madhabahu ya nyumbani. Unajua nilipenda huyu mama mchungaji. Kuna majina mchungaji ambaye alipewa watu kwa hapa. Nilikuwa naambia hawa juzi kwa huko tao. Tulienda mkutano huko. Nilikuwa ni mahali kama nikahubiri. Sijui jina yake ni huko. Kulipita 100 kwa hiyo sio. Na nilikuwa sasa ninahubiri. Kuna mtu mmoja anatoka Loto. Haijataka ingie ndani na baadaye mama yake akaenda kumleta. Huyo ndio tulipokuja tukamwombea. Nikamuuliza, alikuja na kapiga magoti. Nikamuuliza ndugu kwenda nini? Ati nataka niombewe. Bibi yangu ni mgonjwa. Na hapo mahali fulani. Nikaambia basi kama nakuitia nikuombea tukamwombea. Nikagundua ya kwamba kuna kitu ambaye imeshikilia watu wetu.
imeshikilia na ni madhabahu yenye iko. Number 1, ningetaka kutoka kama daktari yani kwa question ya kwamba unaona hii kazi inafanyika mahali hapa. Mungu anahitaji wewe na mahali yako. Unaona? So tunapokuwa sasa katika sehemu hii, tusitaki kwamba niombewe tu nipone na vitu yako inaenda mahali pengine. No, inatoka vizuri. Mungu anaangalia kitu ambacho unapenda kwamba unapenda nini kuliko yeye. Mahali wewe unapenda mahali yako inaendanga hapo. Na huyo ndugu tulipoombea nikakundua kwamba alikuwa na purpose kwa mkono. Na unajua hii vitu ati kwamba ya kwamba alikuwa ametoa. Alipoamka chini na tukatoa. Na alipoamka tukitoka chini akasema wamama wameimba. Nikasema naienda wapi? Nani alitoa? So ndio huyu Kristo ama huyu Mungu ambaye tunaamini ama Roho wa Mungu akai mahali kitu kingine inakaa. Nataka niwaambie kanisa la Mungu. Anakaa mahali pake mwenyewe. Na Mungu yaani huyu Kristo asaidiwi. Ama Roho wa Mungu asaidiwi, ni moto ulao. Na huyu Mungu udanganyi, anatuchua sehemu tulipo. Anakuchua mpaka na mawazo yako. Nashukuru Mungu amtumishi kwa maana amejitolea mahali alikuwa. Mungu ametuma na ametii ile sauti ya Mungu. Na chie kwa ile kazi inafanya tunatii sasa kama jana kwa watu wake. Maana huyo Mungu huyo anatumia yeye, anaingia pia na sisi. Tukitita sasa inafanya kazi kwetu pia kwa watu wengine. Walisa asibiwe. Na itafanya kwa njia. Na Mungu hana ubaguzi. Na Mungu hana mapendeleo. Hapendi wengine kuliko wengine, anapenda watu wote. So watu wetu sasa katika sehemu hii tukubali maombi. Watu wetu wanakatanga maombi kabisa. Na kama kuna kitu ambacho nilifikia mahali nikanyang'anya kifungu sababu ya kitu fulani, ni maombi na mahubiri. Hii mambo yote tunafanya wote tulikuwa sawa. Lakini kama wewe ni muombezi, kama wewe unasema neno la ukweli, lazima utakanyagiwa mahali. Na mahali unakawanyika, yani mahali unakawanyika, yani unakanyakaiwa, utoke mahali pale kwa neno la Mungu. Na utangaza ukweli kwa watu, yani wale wanakanyaga mahali pale. So Mungu ni mwema na anatumia watu wa kila aina. Na nimeona kazi ya ndugu wetu ni nzuri. Niliambiwa na ndugu yangu jana, sikuwa namjua yeye. Lakini kwa sasa nimesema kwamba natafuta mtu wa yani maana naombea. Nimekaa hapa mwezi mmoja lakini hata kuenda maombi ni ile tu ya kwenda kwa manyumba. Basi ya kwenda kuomba sasa yale wewe mwenyewe. Unajua huyu ndio anaweza kuja mahali hapa, akuja aombe kabisa mpaka nguvu ishe. Sijui kama mnajua hiyo kitu. Na napotoka mahali pale, anatoka sasa ni kama ameisha. Asipote sasa mahali sasa yani sasa mahali sasa roho iko. Na Yesu wako. Ili achaswe tena. Ndugu au talala siku hiyo. Mpaka sasa jana tena akule sasa jana kwa sasa paki. Mnaweza kuja mahali hii ni moja yasi wengi sasa jana masibu yangu yote. Na sasa sasa jana kukule ndio ushirika sasa. Anakuwa sasa empowered, anapewa sasa ufunuo, anachosha Roho Mtakatifu, anakuwa na nguvu tena. Anasema niombe nani sasa hii. Lakini bure atasimia. Ni mtu atabisha mali. So alichokitumika hapo ngali kitu okay matetu tulipata tuache mambo yetu ya kwanza. Kitu ambacho tena kwamba anapitianga. Hata mambo ya kusema ni urembo yenu. Mambo ya kupaka makucha, mambo ya kuunda nywele, mambo ya nini. Yenyewe si mbaya, lakini one kwa hii njia ambayo ni utakatifu. Ya kupendeza Mungu. Isiende kila mahali tunasema kupitia mpaka ya mashetani. Unakuta mtu anaombewa hapa, inakuja kitu atafanya. Tulienda huko Western. Kuna msichana mmoja alikuwa anaombewa na wachungaji. Mimi nilikuwa mgeni. Alipokuwa sasa anaombewa kwa huko mbele. Huyu msichana nyembamba hivi lakini alikuwa na nguvu ya ajabu. Alishika basi hivi na kaangusha chini. Yaani kaangalia hivi nikasema haye baba yuko maneno hapa. Na ni nyembamba na yeye nimesimama hivi bwana usicheze. Jana angalia naoni ilikuwa ni maajabu. Nikatoka niliangu walikuwa nikawaachia kama nikaambia basi nipe na basi. Anasema tushike tupu wachungaji watano. Inashika tu na kukwenda chini. Acha bwana. Akatega moja alikuwa na style nyingine sijui alitoa wapi. Nikaenda kwa nikamwambia basi muaje sasa ni atatoroka nikamwambia muaje. Na alafu nikamwambia kwa jina la Yesu nyamaza. Basi akatulia. Na yani tukaomba sasa na yeye. Na sasa bila nilipoona wakashangaa na wakaangalia. Huyo msichana alikuwa na nguvu. Alikuwa na uwezo wa kuharibu.
So mabibu saa zingine inaweza kuwa na challenge. So unapoenda mahali ukiona kwamba imeomana, imefanyika nini? Tupigane masimu na neema ya Mungu sitakuwa kubwa kweli. Tuweze kukua sasa na wale anaokuja mahali hapa. Tupelekee ujumbe. Mimi naamini next time ni mchungaji watu watajaa hapa sasa. Amen. Tutaunda hiyo magorofa na tutafanya kazi. Bado kuna tumoja alafu Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe kanisa. Amen. Nani hapa na furaha kama mimi? Tujipigie makofi. Alafu tumpigie Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na Kristo. Tumpigie makofi ngapi? Yani ile shetani anatoa Ile moto. ili ushirika na moto fire. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Watajuaje tunaabudu Mungu Yes. kwa haki na ukweli? Tunapiga silabu 5 tukipigia makofi tumshangilie Yesu. Yaani kama uko na afya, kama uko na mdomo kweli. Wengine wako wengine wako kwa jela, wengine watu wamefungwa utameni. Yaani tuko na sababu ya kumshukuru Mungu. Yaani tuanze 1 2 3 4 5. Haya 1 2 3 4 5. Tuko na sababu ya kumwabudu Mungu. Tuko na sababu ya kumwambia Mungu asante basi kwa uzima, kwa uhai na kwa upendo. Kama si upendo ya Kristo kutupenda, tungekuwa mahali tumefika. Kama si upendo wa Kristo kutuondolea aibu ya shetani na viraka zake, tungekuwa. Nani hakuwa na viraka ya shetani hapa? Kila mtu alikuwa na viraka ya shetani na amekufungia viraka ya usherati ya nini, amekufungia tu mpaka unataka kuenda, shetani amekufunga kwa. Yaani tulikuwa tumefungwa, lakini mimi wakati shetani nilimfungua wapendwa, na mwambie mpaka sasa ngo au utanipata kwa jina la Yesu. Amen. Wakati tunaomba kila wakati, kila saa tukisoma neno. Imagine hata ile nikiwa hospitali huko, nilikuwa nikiendelea kuomba mpaka saa 11 hivi saa 12. Ninaonyesha tukiwa kwa ushirika. Tunatoka alafu wamama wawili wanaendelea na maombi kwa kanisa. Wakaniambia mama Fii kuja tuombe. Nikamwambia nyinyi mtakangi tu tukae pamoja ndio tusikie vizuri. Na wakati ninaendelea na maombi na huyu naye akanipigia. Mwenye ninaota tunaendelea na maombi ndio yeye ananipigia simu. Alafu kumbe kweli kwa ulimwengu wa kiroho ninaonyeshwa unganika na hao mama. Yaani nilikuwa na maombi nao walikuwa na maombi. Naona Mungu vile ametuunganisha. Wakati ninatoa ushuhuda yaani walisikia tu wakasema my God. Kila mtu anasema mama Fii na unasema kitu yenyewe tulikuwa tunaendelea na maombi na huyu dada. Yaani kumbe tukiunganika na Roho Mtakatifu. Mungu anaendelea kutufundisha. Amen. Jinsi tunapigana vita, jinsi ya kukaa kwa uwepo wa Mungu. Yaani Mungu amesaidia mtumishi. Singefika mahali niweze kusimama ninasimulia matendo makuu ya Bwana hivi. Asante Mtakatifu, tunamshukuru Mungu. Kitu kingine wapendwa, wakati tunaendelea na maombi na kusoma neno, Mungu anatufundisha, yaani huwa nimefundishwa kila siku kila saa, mpaka namwambia Mungu, yaani mpya kila siku. Ile kitu ninafundishwa, nikisoma tu Biblia hivi, ni ile kitu ninaenda ninapata wanaopinga. Hata wakati ninaendelea na maombezi, nikaonyesha sasa ninaendesha gari. Nina driver na hiyo ile gari kubwa sana. Ninaingia kwa hiyo gari na nikashika steering vizuri. Iko gari kubwa kinaruka bwana, ninaendesha polepole alafu ninaicontrol mpaka speed. Mpaka watu wakashangilia wakasema, "Onini mama anaendesha gari na hakuna mtu mwenye anaendesha anamfundisha." Yaani nikamwambia Mungu, unajaribu kunionyesha nini? Wapendwa, nimemwambia shetani na majini zake zote. Sisi ni jeshi kubwa la Mungu. Sisi tukishikana kama ushirika hii. Nimemwambia shetani, nataka sasa tushikane na ushirika ya uombezi. Tuwaombeze Mungu kusa roho yao. Kusa roho ya wapendwa. Si kupenda kwa. Kuna wale wamefungwa.
na shetani wasijue ni waombezi. Yaani wasahau kusoma neno. Kama shetani kumbe ulikuwa anatumia hiyo mbinu, lakini tumekuchua. Sasa hivi tunaunganika na watumishi wa Mungu. Tunaunganika na wateule wa Mungu. Tunaunganika na ushirika wote wa dunia mzima ili kushika shetani hivi. Tumepewa ufunguo ya kufunga